Bwana asifiwe. Asubuhi ya leo mtazamaji wangu, majina yangu ni Pastor Bilha Chebet Ochola. Nimeokoka. Yesu Kristo ni Bwana na ni Mwokozi katika maisha yangu. Ninahudumu na kanisa la Jesus Gospel Power Ministry. Tuko pale Jericho opposite Upland. Ningependa kukukaribisha katika neno la Bwana ambalo litakuongoza asubuhi ya leo. Neno la Bwana ambalo litakuinua na litakubariki. Asubuhi ya leo kichwa cha ujumbe wangu ni panua hema yako. Kichwa cha ujumbe wangu asubuhi ya leo ni panua hema yako, na ninaamini utabarikiwa. Naenda kusoma neno la Bwana katika kitabu cha Isaiah 54 verse 1 to verse 4, na ninaamini utabarikiwa. Biblia inasema hivi: imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, pasa sauti yako ukaimbe, piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wako ulioachwa ni wengi kuliko watoto wake yeye aliyeolewa, asema Bwana. Panua hema pa mahali yako na uyatandaze mapazia ya maskani yako. Usiwakataze. Ongeza urefu kamba zako, vikase vikingi vya hema yako. Kwa maana utaenea upande wa kuume na upande wa kushoto, na wazao wako watawamiliki mataifa. Wataifanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuinua, ninakutukuza asubuhi ya leo Bwana. Asante ni kwa sababu ya neno lako, mfalme wa falme. Adonai, nimesimama kama chombo, ukanitumie jinsi itakavyo kupendeza wewe. Mimi nisionekane Bwana, lakini wewe ukaonekane kupitia neno hili. Watu wako wakabarikiwe, wakainuliwe asubuhi ya leo. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen. Nimesema kichwa cha ujumbe asubuhi ya leo ni panua hema yako. Maandiko inasema, imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako ukaimbe. Piga kelele wewe usiyekuwa na utungu, maana watoto wako walioachwa ni wengi kuliko watoto wake aliyeolewa, asema Bwana. Asubuhi ya leo Bwana ananena na mtu. Paza sauti yako wewe uliyetasa. Maandiko inasema wewe usiyezaa, paza sauti yako. Wewe usiyekuwa na chochote. Ningependa kukutia moyo asubuhi ya leo. Bwana ananena na wewe. Unaisikia sauti hii? Imba wewe uliyetasa. Paza sauti yako wewe usiyezaa. Maandiko inasema watoto wako ni wengi kuliko wale aliyeolewa. Wewe ambaye hauna chochote, wewe ambaye uko mikono empty, wewe ambaye hauna chochote asubuhi ya leo, Bwana anasema ni wakati wako wa kuimba. Ni wakati wako wa kupaza sauti. Ni wakati wako wa kumsifu Bwana asubuhi ya leo. Maana ninanena na mtu ambaye ana kitu. Ninanena na mtu ambaye ana chochote. Maandiko inasema imba wewe uliyetasa. Tasa ni mtu ambaye azai. Tasa ni mtu ambaye ana chochote. Bwana anasema ni uimbe. Shangilia mbele za Bwana asubuhi ya leo. Paza sauti yako, piga vigelegele kwa sababu ya Bwana. Maana Biblia inasema baraka zako ni nyingi. Kuna vitu ambazo Bwana amekuandalia. Maandiko inasema wewe usiyekuwa na chochote, paza sauti yako, msifu Bwana. Imba kwa furaha. Amka asubuhi ya leo ukishangilia. Amka asubuhi ya leo ukimsifu Bwana. Amka asubuhi ya leo ukiimba zaburi. Amka asubuhi ya leo ukimsifu Bwana. Isaiah anasema imba wewe uliyetasa, wewe usiyezaa, paza sauti yako, piga vigelegele, mshangilie Bwana.
wewe ambaye hauna ndoa, wewe ambaye hauna kazi, wewe ambaye hauna shamba, wewe ambaye hauna watoto, wewe ambaye hauna chochote, wewe ambaye umedharauliwa, ambaye umetengwa. Isaya anasema ni wakati wako wa kuimba, ni wakati wako wa kushangilia, ni wakati wako wa kumsifu Bwana. Ninataka kusema nini asubuhi ya leo mpendwa? Si wakati wa kunyamaza, si wakati wa kufunga kinywa, si wakati wa kujihurumia, ni wakati wako wa kumsifu Bwana. Biblia inasema imba. Mimi hupenda sana kuimba zaburi, mimi hupenda sana kumshangilia Bwana, maana Biblia inasema imba, piga vigelegele. Hauna hata chakula cha kupatia watoto, hauna hata chochote cha kupatia watoto wako, hauna hata school fees ya kulipia watoto wako shule, hauna hata kitu ambacho unaweza onyesha watu uko nacho. Asubuhi ya leo ni wakati wako wa kuimba. Toka kwenye hiyo nyumba ukiwa unaimba. Unaenda kwenye shughuli zako za kila siku na nyimbo, unaenda mahali pako pa kazi na nyimbo. Biblia inasema ni wakati wa kupaza sauti, ni wakati wa kumshangilia Bwana, si wakati wa kunyamaza. Paza sauti. Tasa ni mtu ana chochote, tasa ni mtu ana mbele wala nyuma, tasa ni mtu ambaye amekataliwa, ni mtu ambaye ametengwa, ni mtu ambaye ana usemi hata mahali pa watu, ni mtu ambaye ana chochote. Maandiko inasema paza sauti yako. Ninataka kusema nini asubuhi ya leo? Paza sauti ukamsifu Bwana. Ni wakati wako asubuhi ya leo ukamshangilie Bwana. Ni wakati wako ukaende mbele za Bwana na vigelegele. Mshukuru Bwana, shangilia mbele za Bwana. Msifu huyu muumbaji wangu. Tafakari ukuu wake na wema wake. Tafakari umbali ambaye Bwana amekuleta. Hauna chochote lakini Bwana amekulinda. Umekataliwa lakini umetembea na Bwana. Umedharauliwa lakini Bwana amekutetea. Ni wakati wako ukapaze sauti. Mstari wa 2 unasema nini? Panua mahali pa hema yako na kuyatandaza mapazia ya maskani yako. Biblia inasema wakati unaimba, wakati unamsifu Bwana, wakati unashangilia mbele za Bwana, anaendelea kusema Isaya, panua mahali pa hema yako na uyatandaze mapazia ya maskani yako. Asubuhi ya leo mpendwa, anza kujipanulia mipaka zako. Anza kupanua urefu wako ambazo unataka Bwana akutembelee. Hema yako ipanue tu. Hema yako ya maombi, hema yako ya kujuana na Mungu, hema yako ya kukaa na Bwana. Enda kilomita, anza kuingia kwenye anga. Biblia inasema panua mahali pa hema yako na uyatandaze mapasia. Ni wakati wako wa kutandaza mapasia ili Roho Mtakatifu akapata nafasi ya kutua. Unapoimba, unaposhangilia mbele za Bwana, unapopanua mahali pako, Biblia inasema patandaze mapazia yako. Yani andalia Bwana nafasi akaingie, akakuja akasemezane na wewe. Andalia Bwana nafasi ya wewe kukutanika na Bwana. Isaya anasema unapoimba, unapopiga vigelegele, panua hema yako, tandaza mapazia yako, Bwana akapata nafasi ya kuingia. Inaendelea kusema ongeza urefu wa kamba zako. Isaya anasema ongeza urefu wa kamba zako. Mahali ambapo unataka uhusiano wako na Mungu wako ukuje, mahali ambapo unataka kutembea na Bwana, Isaya anasema ongeza urefu. Wakati umetandaza mapazia, wakati umepanua hema yako, anaendelea kusema ongeza urefu. Asubuhi ya leo mpendwa, ninataka kusema nini? Ongeza urefu wako. Wewe kukutana na Bwana, wewe kusemezana na Bwana, wewe kukaa na Bwana. Maandiko inaendelea kusema vikase vikingi vya hema yako. Kumaanisha wakati unamwandalia Bwana nafasi ama mahali akatue. Mwandishi amesema unapanua hema. Hema yako ya kukutania na Bwana. Hema yako ya kusemezana na Bwana. Hema yako ya kuongea na Bwana. Anasema ukatandaze. Ndani ya moyo wako levelize.
Tandaza moyo wako, Yesu akapata nafasi akaingie. Wacha kutembea ukiwa na maumivu. Wacha kutembea ukiwa na mauchungu ndani ya moyo. Maandiko inasema tandaza moyo wako. Tandaza moyo wako, Bwana akapate nafasi akaingie. Anaendelea kusema unapotandaza moyo, ongeza urefu. Kilomita yako anza kuenda kujuana na Bwana. Kilomita yako anza kuenda, anasema ongeza urefu. Maandiko inaendelea kusema kaza vikingi. Hizo vikingi zako za kukutana na Bwana, anza kuzikaza. Wakati mwingine tunaandalia Bwana nafasi atue. Na maandiko inasema Roho wa Bwana utua ndani ya moyo wa mwanadamu. Wakati Roho wa Bwana ametua ndani ya mioyo yetu, anapata mioyo yetu bado hatujaweka ikakuwe levelized. Hatujaweka ikawe sawa. Biblia inasema tukatandaze mapazia ya moyo. Tandaza mapazia ya moyo. Umekuwa ukienda mahali pako pa kazi ukiwa na vidonda ndani ya moyo. Ndani ya moyo wako umekuwa ukivuja uchungu. Hata mahali ambapo unashiriki umekuwa na uchungu. Roho Mtakatifu hawezi pata nafasi ya kuingia. Mahali pako pa kazi umekuwa umefanya kazi na uchungu. Biblia inasema tandaza moyo. Yesu akapata nafasi akaingie. Tandaza ema, panua ema yako hiyo ukaipanue tu. Andalia Bwana. Wenda kuna promotion ambaye Bwana anataka kuja akakupatie. Wenda kuna baraka ambaye Bwana anataka kukuandalia. Lakini Roho Mtakatifu wa Bwana anapotua kwako, anapata moyo wako unavuja. Anapata moyo wako umebeba watu. Anapata moyo wako uko na vikwazo. Si wakati wa kubeba watu. Si wakati wa kutembea na uchungu. Si wakati wa kutembea na mioyo ambazo zinavuja. Isaya anasema tandaza moyo wako na ukakaze vikingi, ili Roho Mtakatifu wa Bwana akapata nafasi akaingia. Maandiko inaendelea kusema mstari wake wa 3. Kwa maana utaenea upande wa kiume na upande wa kushoto. Mpendwa, unatamani kupanuka kibiashara, kihuduma. Maandiko inasema wakati unaondoa watu ambaye umebeba ndani ya mioyo yako, wakati unaondoa vitu ambaye umeshikilia ndani ya moyo, wakati unaondoa vitu ambazo vimekuwa kama vikwazo, maandiko inasema utaenea, utapanuka upande wa kushoto na upande wa kulia. Mambo yako yataanza kuenda shwari, maana umetandaza mapazia. Kutandaza mapazia ni kutandaza moyo, kuandaa moyo. Maana Isaya anasema, ameanza akisema, imba wewe uliyetaza, wewe ambaye hauna chochote, wewe ambaye umekataliwa, wewe ambaye umetengwa, wewe ambaye hakuna mtu anatakanga stori zako, wewe ambaye umetengwa na familia, umetengwa na wazazi, umetengwa na marafiki, umetengwa na wanajamii. Asubuhi ya leo ni wakati wako wa kuimba. Na wakati wa unamaliza kuimba, unapiga vigelegele mbele za Bwana. Unamshangilia Bwana. Uko katika hilo hali zako. Uko katika hiyo hali ambayo ni ngumu. Maandiko inasema ni wakati wako wa kuimba. Anaendelea kusema ati utaenea upande wa kushoto na upande wa kulia. Mpendwa, tumetamani kuenea. Tumetamani kupanuka. Tumetamani Bwana akatupanulie mipaka zetu. Tumetamani Mungu akakuja akatunyeshe baraka za mvua. Lakini Biblia inasema aje? Utakapo jiachilia mbele za Bwana, utaenea. Utakapoachilia huyo mtu ambaye umebeba ndani ya moyo wako, utaenea upande wa kushoto na upande wa kulia. Mambo yako yote yataanza kufaulu, maana umemruhusu Bwana kwenye moyo wako. Maandiko inaendelea kusema, na wazao wako watawamiliki mataifa, watafanya miji iliyokuwa ukiwa kukaliwa na watu. Your generation, uzao wako utamiliki mataifa. Uzao wako utabarikiwa. Watoto wako wataitwa wabarikiwa. Uzao wako utaitwa watu ambayo wamebarikiwa kwa sababu yako mpendwa.
Biblia inasema utaenea. Imba wewe ambaye hauna chochote. Panua mapazia yako. Imba wewe ambaye umekataliwa. Imba wewe ambaye umetengwa. Unayesikia sauti yangu asubuhi ya leo, ni wakati wako wa kuimba na kumshangilia Bwana. Biblia inasema wewe usiyezaa, wewe ambaye ni tasa, hakuna kitu kwenye maisha yako inazalika. Hakuna kitu kwenye mikono yako inazalika. Kila kitu ambacho unafanya ni mapooza. Hakuna kitu kinazalika kwako. Mpendwa, asubuhi ya leo, kama unasikia sauti hii, ni wakati wako wa kuimba. Ni wakati wako wa kumsifu Bwana. Ni wakati wako wa kumshukuru Bwana. Ni wakati wako wa kuinua mikono zako mbele za Bwana asubuhi ya leo na kumsifu Bwana. Maandiko inasema kuna vitu vizuri ambaye Bwana amekuwekea. Anasema utaenea. Anasema utaongezeka. Kila ambacho unakifanya kitaongezeka. Kila ambacho unakihitaji kitaongezeka, maana umekubali kuimba. Bwana asifiwe. Umekubali kuimba. Umekubali kupiga vigelegele mbele za Bwana. Umekubali kujitambua wewe ni nani. Umekubali kujitenga na wenye dhambi. Umekubali kuitanishwa na Bwana. Asubuhi ya leo mpendwa, ninaamini umesikia sauti hii. Na sauti hii ninaamini umesikia sauti hii na itakubadilisha. Ninaamini umesikia sauti hii na utachukua hatua. Si wakati wako wa kukaa mahali pale tena. Ni wakati wako wa kuimba. Ni wakati wako wa kumsifu Bwana. Ni wakati wako wa kumshangilia. Hata kama umekataliwa. Hata kama kwenye hiyo ndoa umekataliwa. Mahali ambapo umeolewa umekataliwa. Mahali ambapo unafanya kazi umekataliwa. Si wakati wako wa kulia tena. Mpendwa mtazamaji asubuhi ya leo, ninapenda tu kuomba na wewe. Inua imani yako mbele za Bwana. Hata ninapoomba, Roho wa Bwana akapata nafasi ndani yako. Ukapate neema hii na ukatembee naye asubuhi ya leo. Ukapate neema hii na ukakimbie naye asubuhi ya leo. Amini tunapoomba pamoja na wewe popote ulipo. Baba, katika jina la Yesu, mfalme wa ajabu, ninakuinua, ninakupenda Bwana. Asante kwa neema yako, asante kwa nguvu za Roho Mtakatifu asubuhi ya leo Baba. Asante ni kwa sababu ya neno lako Bwana ambalo limepita asubuhi ya leo. Neno lako linasema Bwana tukaimbe sisi ambazo hatuna chochote. Ninaombea msikilizaji wa mtazamaji wangu asubuhi ya leo, akaamuke na sifa ndani ya moyo wake. Ninamwombea neema hii na kibali hii kampate popote alipo. Akasifu anapokuwa shambani, anapokuwa kazini, anapokuwa shuleni, anapokuwa ofisini, akaimbe. Maana unasema tukaimbe Bwana. Ninamwombea neema na ulinzi wa Roho Mtakatifu. Ukamlinde Bwana anapotembea mchana kutwa, anapotembea kwenye shughuli zake za kila siku. Baba, ninaachilia malaika wa ulinzi. Ukamlinde Bwana na ukamtetee, ukampatie nguvu ya kuweza kuamka tena. Ukampatie nguvu na neema ya kuweza kusonga tena. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba nikiamini. Amen, amen, amen. Pendwa msikilizaji wangu, najua umebarikiwa. Majina yangu ni Pastor Bilha Chebet Ochola. Nimeokoka, Yesu Kristo ni Bwana. Ninahudumu na kanisa la Jesus Gospel Power Ministry. Tuko pale Jericho opposite Apiland. Ninaamini umebarikiwa asubuhi ya leo. Ningependa kukukaribisha kwenye ibada zetu. Ibada zetu za siku za Jumapili sisi huanza saa 2 mpaka saa 7. Karibu sana tukabarikiwe pamoja. Na ibada zetu za juma mimi hupatikana mahali pale kanisani kuanzia Monday mpaka Friday. Ukifika saa 4 mpaka saa 9 utanipata mahali pale. Nambari yangu ya simu ni 0768472980. Nitarudia tena, nambari yangu ya simu ni 0768472980. Shalom, shalom, shalom.